Bana, nilivyoenda kudandia meli South Africa ili niende Ulaya, moja kwa moja mwanangu, nimeenda zangu bichi. Kuna bichi inaitwa bichi Deben Natali, kuna maskani hapo inaitwa maskani Reli Mbili. Hapo kuna wabongo kama wote hapo. Hao wabongo wanakuambia South Africa hakuna maisha. South Africa yenyewe ni Afrika tu, sio Ulaya. Wao mawazo yao kwenda za Ulaya, hao ndo mabaharia hao. Na mimi moja kwa moja nilipofika hapo nikakaribishwa, nikamwambia mwanetu karibu. Kweli bwana. Kufika pale kwanza mabaharia waliponikaribisha wakanichukulia maelezo. Bwana mwanetu, wewe kibongo bongo ulikuwa unaishi sehemu gani? Nikamwambia Dar es Salaam Tanzania. Wakaniambia kabisa kama hujatokea Dar es Salaam inabidi tukusachi. Tukusachi sehemu zote, tukusachi ilizi. Sababu kuna watu kutoka zao mikoa ya Tanga, Bagamoyo, Morogoro na Kigoma. Hao wakienda bichi hawakai, wanawaacha wauni kwa sababu wanatoka huku bongo, wanatoka na ilizo, wanatoka kwa waganga wameloga. Kwenye meli mtu anajificha haonekani. Siku mbili tu utashangaa mtu kalandia meli, anapiga simu ipo Sweden, anapiga simu pale maskani bichi pale Reli Mbili. Mtu ipo za Norway, ipo za Uingereza, ipo Spain. Kwa hiyo mabaharia wanaona haiwezekani, yani umetukuta wewe siku mbili siku tatu afu tuache hapa kwa sababu yashatokea sana watoto kutoka Tanga na kutoka mikoa mingine kama Kigoma, Morogoro, wakifika pale bichi hawakai. Kwa hiyo kama tuambie kabisa bwana, kama umetokeza tu mikoa hiyo tulokutajia bwana, inabidi tukuvue nguo tukusachi. Ngamba mimi nimetokeza zangu Dar es Salaam. Baridi, wakanicholea meli kwenye ukuta, wakaanza kunielekeza sasa. Meli ndio hapo kwenye ukuta, jinsi ya kupanda, kuna gangway, au sio bwana? Afu vile vile kuna nanga. Na wakanicholea jinsi hii, juu pale kuna mifuniko, unaingia chini. Hapo maskani Reli Mbili. Kufika pale maskani Reli Mbili, kwanza wakanipa achuzi. Achuzi ni mtu wa karibu ambaye nitakuwa anatembea naye kila wakati. Nikienda zangu juu mjini kwenda kuchukua labda mboga, nyanya, na kila mtu pale ana kitengo chake. Yaani hapo kuna wabongo kama wote, wabongo kama laki na 50. Na kila siku wabongo wanapanda meli wanaondoka. Maona bwana, basi mimi dakika ya mwisho nilipopewa mwanangu anaitwa Omari, mtoto wa Mbagala Nzasa huyo. Huyo ndo achuzi wangu, nikawa natembea naye. Mimi kitengo nilichopewa cha kwenda kuchota maji, kuna sehemu panaitwa Madeni Wafu, kuna mageti ya kuchota maji kule, maji ya kunywa kuleta maskani pale Reli Mbili. Mabaharia ndo tunakunywa. Kila mtu ana kitengo chake, mwingine kuchukua mchele bandarini kwa ajili ya kula, mwingine kuchukua mboga, mwingine nyanya, wengine kupika, wengine kutafuta kuni. Lakini akili ni moja tu, kudandia meli kwenda Ulaya. Hatuna mpango wa kukaa South Africa kwa sababu South Africa ni Afrika sio Ulaya. South Africa hakuna maisha. Hiyo ndo kauli mbiu yetu mabaharia. Kweli bwana. Sasa katika kujaribu kupanda meli, siku ya kwanza mwanangu nimeingia zetu Madeni Wafu na mwanangu ule pale Omari, mtoto wa Nzasa, tukarukiwa. Katika kurukiwa papatu nini tukapolonyoka kwani tukarutina maskani. Maskani pale tukapata story bwana, meli sasa hivi upande Kijaujau, watoto wa Kitanga ndio wanaongoza kwa katika nchi ya watu wa Zanzibari, wapi wanatumia uchawi kupanda meli. Kwa hiyo hapa cha msingi hapa tunaenda kwetu kwa mganga, tutafute mganga ili atusaidie kutupa ilizi ya kupanda kwenye meli, usionekane ugeuke hata sisimizi au mjusi. Basi moja kwa moja mwanangu na mwanangu Omari tukabidi sasa tupandishe juu, tutafute mganga kwa sababu South Africa waganga wapo kama wote, waganga wenyewe wanaitwa Sangoma, waganga wa South Africa. Na maduka vifaa vya asili vya uganga, maduka yapo kama yote hapo South Africa. Na wanaupenda uchawi kinoma South Africa. Basi moja kwa moja sikuenda kwa mganga mimi na mwanangu. Kufika pale kwa mganga, tawile Kizulu, okay, woza bafeto. Hii ni wewe na mkinga wako, shida yenu nini? Tuambie bwana, sisi tuna mabaharia. Sisi tunataka tupande meli, tudandie. Lakini ile meli tukipanda, meli kabla haijaondoka bandarini, kuna kuwa 1 hour stowaway searching. Yaani kuna risali moja la kutafuta watu waliozamia, wanachua mijibu kila kona kabla meli haijatoka. Kwa hiyo sisi mganga tumekuja, nia yetu na mazumuni, tukipanda katika ile meli tukijificha tusionekanike, utupe dawa tuonekane hata sisimizi au watu tufanane na upepo. Kwa hiyo mganga akasema bwana, yeye shida sio kubwa, ni shida ndogo sana kwangu mimi, washakuja mabaharia kama nyinyi na nyinyi wa Tanzania ndo zenu. Nishapata wateja kama nyinyi wengi sana, na wengi sasa hivi wanapiga simu, wengine wapo Vietnam, wengine wapo zao Sweden, wengine wapo zao Uingereza, wamepitia hapa kwangu. Story itaendelea.